Ulishawahi kuwa na mwanamke ambaye mwanzoni alikufa na kupona kwa ajili yako, lakini ghafla akaanza kukukwepa, akawa mzito kujibu meseji na hisia zake zikafa? Sio kwamba amepata mtu mwingine, kuna makosa ya kisaikolojia unayoyafanya. Leo nakupa makosa 5. Namba 4 ndiyo inaua mahusiano mengi ndani ya wiki chache tu, hata kama alikupenda kiasi gani. Baki hapo hapo. Kosa la kwanza, kupatikana muda wote. The over availability trap. Kosa la kwanza ambalo wanaume wengi wanafanya kwa jina la kuonyesha upendo ni kupatikana 100%. Akikutumia meseji sekunde hii, unajibu sekunde hiyo hiyo. Akisema tuonane saa 8, unaahirisha ratiba zako zote ili ukutane naye. Kisaikolojia unafikiri unamfurahisha, lakini ukweli ni kwamba unashusha thamani yako kwa kasi ya ajabu. Kuna kanuni ya kiuchumi inaitwa kanuni ya uhaba, law of scarcity. Kitu chochote kinachopatikana kirahisi na muda wote, thamani yake inashuka. Dhahabu ina thamani kwa sababu ni ngumu kuipata. Mwanamke anahitaji nafasi ya kukumisi. Anahitaji kujiuliza, hivi sasa anafanya nini? Unapokuwa na maisha yako, ratiba zako na mambo ya msingi unayoyafuatilia zaidi yake, unatengeneza siri, mystery. Wanawake kiasili wanavutiwa na mwanamume ambaye ana ulimwengu wake, ambaye sio rahisi kumkamata muda wote. Anza kumpa zawadi ya kutokuwepo kwako. Acha simu yako pembeni, fanya kazi zako. Akikutafuta, mwambie niko busy kidogo nakamilisha mradi, nitakutafuta jioni. Hilo neno peke yake linaamsha hisia za mvuto zaidi kuliko kumwongelesha mfululizo. Kosa la pili, kutafuta uthibitisho na ruhusa. Seeking validation and the nice guy syndrome. Huyu ni yule mwanamume ambaye anataka kuhakikishiwa kila wakati kwamba anapendwa. Utamsikia akiuliza maswali kama, hivi umenikasirikia? Kwa nini huongei sana leo? Nimefanya kosa gani? Mwanamke hataki mwanamume ambaye anategemea hisia za mwanamke ili yeye ajisikie vizuri. Hataki mwanamume ambaye anamfanyia maamuzi kwa kuogopa kumkwaza. Hii inaitwa nice guy syndrome, ugonjwa wa mwanamume mwema kupitiliza. Kisaikolojia, wanawake wanatafuta kiongozi, mtu mwenye uthubutu. Unapomuuliza kila kitu na kuomba ruhusa ya mpaka jinsi ya kumpenda, unamweka kwenye nafasi ya wanaume, na kiasili hisia zake za kimapenzi kwako zinakauka kwa sababu anakuona kama mtoto anayehitaji kulelewa. Kuwa mwanamume anayefanya maamuzi. Badala ya kumuuliza, tule wapi? Mwambie, jiandae saa 1 jioni na kupeleka sehemu nzuri kupata chakula. Ujasiri huu unamfanya ajisikie salama chini ya kivuli chako. Kosa la 3, kutatua matatizo badala ya kusikiliza. Logical fixing versus emotional validation. Hili ni kosa ambalo 90% ya wanaume hulifanya kwa sababu tu ubongo wake umeumbwa hivyo. Mwanamke anakuja kwako analalamika, siku yangu imekuwa mbaya sana kazini, bosi wangu amenisema mbele ya wafanyakazi wenzangu, najisikia vibaya. Wewe kwa mapenzi yote na akili yako ya kiume unaanza kumwambia, kwa nini hukumjibu? Kesho ukienda fanya hivi na hivi, au andika barua ya kujiuzulu. Ghafla ananuna zaidi na kukuambia, hunielewagi kabisa. Wewe unabaki unashangaa, nimemkosea nini huyu? Akili ya mwanamke inaendeshwa na hisia, emotions, wakati yako inaendeshwa na mantiki, logic. Unapokueleza changamoto zake za kihisia, hatafuti suluhisho. Anatafuta muungano, connection. Anataka kusikilizwa na kueleweka. Ukianza kumpa mipango ya jinsi ya kutatua tatizo, unamfanya ajisikie mjinga. Kitu pekee unachotakiwa kufanya ni kumtazama usoni, kumhumbatia na kusema, pole sana, najua inaboa sana kupitia hali hiyo, ulistahili kuheshimiwa. Hapo tu
Utashangaa jinsi atakavyofarijika na kuona wewe ni mwanamume wa kipekee unayeelewa roho yake. Kosa la 4, kuacha kumshawishi baada ya kumpata. The complacency trap. Sasa tumefika kwenye lile kosa namba 4 nililokuahidi mwanzoni. Hili ni kosa linaloua ndoa nyingi na mahusiano mengi machanga ndani ya muda mfupi. Inaitwa mtego wa kuridhika. Kumbuka mlivyokuwa mnaanza. Ulikuwa unamtoa nje, dates, unamfungulia mlango wa gari, unanukia perfume nzuri, unamtumia meseji za kusisimua katikati ya siku na ulikuwa mbunifu. Ulimwonyesha wewe ni mwanaume wa thamani juu, high value man. Akaingia kwenye boksi akakukubali. Baada ya kumpata tu, ukapaki basi. Hupati tena muda wa kumtoa out. Ukimwita, mnaonana geto kwako tu, au mnaangalia TV mkiwa mmevaa nguo za kulalia. Umeacha kujipara. Kisaikolojia, mwanamke anaona kama umemtapeli. Ulimwonyesha trailer la movie nzuri, lakini alivyoingia ndani, movie ni mbaya. Kumbuka hili neno. Kile ulichokifanya kumpata, ndicho kinachohitajika kumbakiza. Ukishusha viwango vyako, ubongo wake unaanza kusoma kwamba umepoteza uwezo wa kuwa mshindani. Atabaki na wewe kimwili, lakini kiakili na kihisia atakuwa ameshakuacha zamani sana. Usiache kumpigia hesabu za kimapenzi hata kama mna miaka 10 kwenye mahusiano. Kosa la 5, kumfanya yeye kuwa lengo lako kuu, lack of personal purpose. Kosa la mwisho na ambalo linapunguza heshima ya mwanaume kuliko yote ni kumfanya mwanamke awe ndio kusudi lako la kuishi. Wanaume wengi wakipata mwanamke wanayompenda sana, wanaacha kufuata malengo yao. Wanaacha kwenda gym, wanaacha kupambania biashara, marafiki zao wanawasahau, kila kitu chao kinazunguka kwa huyo mwanamke. Utadhani ni jambo la kimapenzi sana, lakini mwanamke anachukia mzigo huo. Mwanamke hataki kuwa kitovu cha maisha yako. Anataka kuwa msaidizi na msafiri mwenzako kwenye safari ya maisha yako. Mwanaume asiye na malengo makubwa yanayomkosesha usingizi ni mwanaume anayepoteza mvuto. Mwanamke anavutiwa na mwanaume ambaye ana njaa ya mafanikio, mwenye maono, vision, na ambaye yuko tayari kuweka kazi mbele zaidi ya mapenzi nyakati fulani. Unapokuwa na malengo makubwa, unakuwa na thamani. Mwanamke atajivunia kuwa na wewe na atapambana asikupoteze kwa sababu anajua unakwenda mahali pazuri na anataka awepo utakapofika kileleni. Mahusiano sio bahati nasibu, ni sayansi ya jinsi tunavyoingiliana kisaikolojia. Kati ya haya makosa 5, kuwa available sana, kutafuta uthibitisho, kutatua badala ya kusikiliza, kuridhika mapema, au kukosa malengo, ni kosa gani umewahi kulifanya bila kujua? Shusha komenti yako.